chako. Maana kama kipato chako labda ni milioni moja, tumia chini ya milioni moja. Hii itakufanya uweze kuwa eneo zuri zaidi. Sababu huwezi kufanikiwa kama utaishi juu ya kipato chako au sawa na kipato chako. Itakuwa ni ngumu sana, huwezi kuweka akiba wala huwezi kuwekeza. Lakini pia kingine, nunua asset. Baada ya kununua vitu vya anasa, labda sherehe na nini, labda unaweza ukaenda kufanya outing. Sasa nunua zile asset ambazo zitakusaidia kuingiza fedha mfukoni, sababu asilimia kubwa watu wengi wanachanganya katika asset na liability. Sasa asset ni vitu ambavyo vinaingiza fedha mfukoni, na liability ni vitu ambavyo vinatoa fedha mfukoni. Kwa hiyo nunua asset. Lakini pia usiweke mayai yako kwenye kikapu kimoja. Yaani tawanya uwekezaji wako. Unapowekeza, wekeza sehemu tofauti tofauti, ili ikitokea risk au hatari inakuwa ni rahisi kumanage. Kwa hiyo wekeza sehemu tofauti tofauti. Lakini pia sehemu nyingine, linda mtaji wako kabla ya kutafuta faida. Asilimia kubwa watu wengi huwa wanaangalia sana faida kuliko kulinda mtaji wao. Sasa kanuni za kifedha au kanuni za uwekezaji hazihitaji uangalie faida kwanza, inahitaji kwanza uangalie ulinzi wa mtaji wako. Kwa hiyo ni muhimu sana ukaangalia mtaji wako una usalama. Lakini pia tafuta maarifa, sababu fedha bila maarifa ni hatari sana. Kwa hiyo